Haleluya hosana, haleluya hosana, haleluya hosana. Thank you Jehova. Na huwa naanza na asante, kwa sababu naamini asante ni neno dogo, lakini linabeba nguvu kubwa, nguvu ya kubadilisha fokasi yangu kutoka kwenye kufokasia mambo ambayo hayako sawa kuja kwenye ambayo yako sawa. Kwa hiyo asante Mungu, kwa sababu kuna mambo yaliyoko sawa. Asante kuna pumzi ndani yangu. Asante kuna kila ambacho pengine nakihitaji, ambavyo havipo pengine ni ambavyo navitaka, na nafanya hivyo, naongea hivi kumuinspire na mwingine ambaye atakuja kusikiliza kuwa na moyo wa shukrani, kwa sababu haya maisha ni kioo, yana mirror what you are. Ukiwa ni mtu wa shukrani, yatamiro hivyo, yatakutengenezea opportunities za uendelee kushukuru. Ukiwa ni mtu wa kukuona mabaya na kucomplain, haya maisha yatakuweka kwenye cycle ya kuona mambo mabaya uendelee kucomplain, maana maisha yana mirror vile ulivyo. Leo nina message ambayo nataka kuishare. Itakuwa na msaada kwangu na itakuwa na msaada kwa mwingine pia. Na message nilionayo au ambayo nataka kuliongelea leo ni kuhusiana na grow with. Na ninaposema grow with, kwa Kiswahili rahisi nazungumzia ni kukua, na kukua kunaweza kukawa mentally, kunaweza kukawa spiritually, au kukawa kwenye reality, tena kukawa kwenye maisha yako halisi. Kukua kunaweza kuwa kwa namna yoyote, kiuchumi, kunaweza kuwa kukua kiakili. Kwa hiyo ninachotaka kukizungumzia leo ni grow with. Na kwa ujumla ambavyo nafahamu mimi, grow with ina require transformation. Yani kukua kwenye chochote kile kunahitaji mabadiliko. Grow with always require transformation. Yani ili ukue, ili utoke kiwango kimoja kwenda kiwango kingine, kuna mabadiliko fulani yanatakiwa yatokee pale katikati ndio utokee huo ukuaji. Kwa hiyo growth always require transformation. Ili uweze kukua, kwanza kabisa unatakiwa uwe tayari kukaribisha mabadiliko, kwa sababu kukua kuna require mabadiliko, kunahitaji mabadiliko. Yani unapotaka uone ukuaji kiakili, unapotaka uone ukuaji kiroho, unapotaka uone ukuaji hata kiuchumi, welcome changes. Na changes zinakuja na challenges. Yani mabadiliko huwa yanakuja na challenge. Challenge ni kama kusema ni majaribu, au ni kama vitu ambavyo vinakupima kama uko tayari pengine kuendo kitu ambacho unakitaka. Kwa mfano unataka ukuaji katika namna ambayo labda tuseme ni ya kiuchumi, unataka kutoka kwenye kiwango fulani cha mafanikio kiuchumi kwenda kwenye kiwango kingine cha mafanikio kiuchumi. Pale katikati unatakiwa ukutane na challenges ambazo zinakuandaa kwenda kuhandle kiwango fulani ambacho unakitaka. Maana pengine ukipewa kila kitu ambacho unakitaka, pengine kinakuua kabla ya wakati wako pengine, maana haukuwa tayari kuhandle kile kitu. Lakini kama you are designed, lazima utapitia challenges ambazo zinakudesign kwenda kupokea hicho kiwango fulani cha ukuaji kiuchumi. Hivyo kwenye chochote, kama una destiny fulani kubwa au una malengo fulani makubwa, lazima zije changamoto, lazima yaje maumivu ya kuja kukuchallenge kwamba wewe ni kweli utaweza kusimama imara. Hata pale unapokuwa unaomba breakthrough fulani, unapokuwa unaomba, unataka pengine ushinde kwenye jambo fulani unalotaka ushinde, lazima ujaribiwe kwenye hicho unachokitaka. Lazima ulimwengu kuchallenge, kukupima, kuona je kweli unataka hichi kitu. Unapotaka kusimama tu imara, lazima pia ulimwengu ukuchallenge
Unasema pia hata adui lazima atakuja kuleta majaribu ya kwamba wewe kweli unataka kusimama imara, uko tayari kweli kusimama imara. Mimi huwa natembea nikijiambia siku niliyosema pengine nakataa kitu fulani, ndio siku ilianza vita na hicho kitu fulani. Mfano niliwahi kupigana na addiction, tuseme tamaa. Siku unaosema sasa mimi kuanzia leo sitaki kuwa mtu wa tamaa, napigana na tamaa. Au nakataa tamaa, nasimama imara bila kuifuata tamaa. Hapo ndipo tamaa inainukage, inaanza kufanya vita na wewe. Kwa sababu gani? Lazima uwe challenged. Kwa hiyo ili ukubali, ili upate mabadiliko au ukue kwenye chochote kile, unatakiwa uwe tayari kukaribisha changes, mabadiliko yanayokuja na challenge. Iko hivyo. Na ukijikuta kwenye wakati wowote ule ambao unajikuta you are very challenged, yani pengine labda uko kwenye level fulani ya maisha, alafu kwenye hiyo level ya maisha unajisikia kama vile yani huwezi tena, au yani uelewi, kwanza kabisa unatakiwa uangalie positive side ya hapo ulipo. Kwa sababu gani? Hiyo ni ishara ya kwamba ukuwahi kuwa hapo ulipo. Yani kama uko kwenye level fulani ya maisha, kwenye level fulani ya umri, halafu kwenye hiyo level unajikuta katika position ya kuona hii position niliopo ni ngumu, hii position niliopo ni kama nimelost, sielewi. Hiyo ni mabadiliko. Ukuwahi kuwa hapo ni ukuaji huo. Ni swala la wewe kuangalia katika namna ambayo ni chanya. Yani hiyo ni ishara namba moja ya kwamba maisha yako yamebadilika, kuna ukuaji. Maana ukiwa mdogo unatishwa kuhusu ukubwa, na kilichopo ukubwa si kwamba ni mzigo au ni nini, ni swala la kuwa tu aware, ni swala la wewe kuelewa. Ukielewa, maisha yanakuwa sio mzigo, maisha yanakuwa ni experience, maisha yanakuwa ni zawadi kwako, yanakuwa sio burden, yanakuwa sio mzigo ulioubeba. Unakuwa unaelewa wewe ni unayepitia, wewe ni mtu ambaye uko kwenye journey, uko kwenye safari. Na ukiwa kwenye gari, hauwezi, kwa mfano uko kwenye gari unasafiri, huwezi ukachagua njiani ukutane na nini na nini na nini. Itadepend na majira gani umesafiri. Safiri wakati wa mvua utakutana na maji mengi sana njiani, utakutana na wakati wa baridi. Ukisafiri kipindi cha joto utakutana na jua kali, utakutana na sehemu kame. Iko hivyo. Lakini huwezi ukapanga sasa ngoja nikutane na kitu fulani na kitu fulani. Ndivyo hivyo ilivyo kwenye maisha. Huwezi ukachagua ukutane na nini na nini na nini na nini. Lakini unaweza kuchagua ureact vipi kwenye kila ambacho unakutana nacho. Iko hivyo. Kwa hiyo ukuaji unakuja na mabadiliko. Kwa ambaye uko kwenye position ya ukuaji, mimi naamini umekutana na mabadiliko. Na mabadiliko ndio yanayotengeneza wewe kukua au kuonekana umekua. Hayo ndio yanaonyesha umetoka kiwango kimoja kwenda kiwango kingine, mabadiliko. Iko hivyo. Na kwa mtu ambaye pengine unatamani kukua, maana hata mimi huwa ni mtu ambaye na seek growth in a both way, mentally, spiritually, even in my reality, yani kwenye maisha yangu ya kila siku. Naomba ukuaji katika kila nyanja, na namuinspire na mwingine kuomba hivyo au kutembea na maono ya hivyo. Maana tunaishi tukiko-create our reality, yani tunaishi tukiumba maisha ambayo tunayaishi kila siku kutokana na mitazamo yetu. Na ndio maana hata kwenye maandiko imeandikwa taa ya mwili ni jicho, namna unavyotizama. Maana namna unavyotizama ndivyo inavyokutengenezea reality yako, unaicreate reality yako. Iko hivyo. Kwa hiyo ili ukue pia unatakiwa get out of your limited mindset, limited ways of thinking, limited beliefs. Yani unatakiwa utoke kwenye mipaka uliyojiwekea kwenye kufikiria kwako, mipaka uliyowekewa na wengine kwenye kufikiria kwako. Maana tunavyozaliwa tu kwenye hii dunia, unaanza kuprogramiwa akili yako, ufikirieje, uoneje vitu, uyaoneje mafanikio, uoneje umaskini, ujitazame vipi wewe mwenyewe. Kwa hiyo ili uone tena ukuaji inabidi utoke ndani ya hivi vitu. Iko hivyo. Mimi naamini hata kumfuata Kristo
ni kuaksend kiufahamu, maana Kristo ni ufahamu wa mwana ndani yetu. Iko hivyo. Na kama ni ufahamu wa mwana, kumfuata Kristo, Kristo ndiye aliyeketishwa mahali pa juu kabisa. Ni kuaksend consciously, yani ni kukua, ni kupanda kiufahamu wako. Ni kama nafsi yako kupandishwa juu, ni kama nafsi yako kupandishwa viwango vingine. Na ili upande viwango vingine inabidi utoke kwenye mipaka uliyojiwekea. Iko hivyo, utoke kwenye mipaka uliyowekewa kwenye kuamini. Iko hivyo. Kuna namna fulani pengine umetengenezewa kwenye kufanya kwako mambo, kwenye kutizama kwako jinsi unavyofanya mambo. Kwa mfano kama mimi ni mtu ambaye I come from, yani naweza kusema nimetokea sehemu ambayo hakuna mtu anaamini katika mimi. Watu ambao ni kama marafiki niliokutana nao, tuseme hata family, ni watu ambao family ni watu wasio understandable me, yani ni watu wasioelewa kuhusu mimi. Kwa hiyo automatic hawezi kukubali kitu ambacho ukielewi. Kwa hiyo hawajai kuamini kwamba sitaki kuelezea sana. Lakini kuna namna pia ningeendelea kuishi kwenye kile ambacho pengine wao wamekitengeneza kwenye kufikiria kwangu. Maana ukiishi katikati ya wasio kuamini, automatically utapika hapo kwenye hicho kitu. Utaacha kujiamini, utaacha kuamini kwenye maono yako, utaacha kuamini kwenye pengine unachokiona kuhusu wewe, kwa sababu pengine watu wengine hawakioni au hawakiamini. Iko hivyo. Kwa hiyo mara nyingi na watu wengi wanaishi kwenye kutokujiamini kwa sababu wametengenezewa hiyo way of belief. Kwa hiyo ili ukue au ili utoke sehemu moja kwenda nyingine, unabidi utoke kwanza, maana mabadiliko yanaanzia ndani yako. Mabadiliko si kuona unapokaa pamegeuka juu chini. Mabadiliko ni kuanzia ndani yako, kuanzia namna unavyofikiria. Iko hivyo. Mimi natembea nikiamini pia hata kuvunja minyororo si kwenda sehemu kaivunja. Kuvunja minyororo ni kurudi ndani yako, ukabadilisha namna pengine ya mitizamo, ukabadilisha namna fulani ya jinsi ambavyo unachukulia vitu, ukabadilisha namna fulani ya jinsi unavyohandle mambo, namna unavyo react kwenye maisha, namna unavyoyapokea maisha. Unaanza na wewe kabisa, maana kama nilivyotangulia kusema maisha ni mfano wa kioo. Ulimwengu una mirror what you are. Yani ukiona kioo kinakuonyesha taswira mbaya, usiende kukigeuza hicho kioo. Geuza kile ulichokiweka pale mbele ya kioo. Kwa hiyo ukiona maisha yako yanakuvuruga akili, ukiona maisha yako yanaenda ndivyo sivyo, ukiona maisha yako yanaenda namna ambavyo hupendi, usiende kuanza kutafuta chochote huko nje. Rudi kaa na wewe. Rudi kaa, jiweke, yani badilisha pose ulilokaa kwenye hayo maisha. Badilisha hata namna unavyotazama hayo maisha. Badilisha namna unavyoamini pengine kuhusu wewe. Na nimetangulia kusema wengi tunatengenezewa namna ya kufikiria na elimu tuliopewa shuleni. Namna tulivyotengenezewa kwamba mafanikio baya yanapatikana kwa namna fulani, au mafanikio ni kitu fulani. Kwa usipokuwa na kitu fulani wewe hujafanikiwa, au mafanikio yanahitaji mtu wa aina fulani. Kwa usipokuwa mtu wa aina fulani wewe hujafanikiwa. Kuna namna tumetengenezewa kuona vitu. Kwa hiyo ukitoka kwenye ile mipaka uliyotengenezewa au tuliyotengenezewa, lazima utaona mabadiliko. Iko hivyo, maana tunaishi kwenye dunia moja, lakini kila moja kwenye ulimwengu wake. Na inategemeana uko kwenye pointi gani of view, yani your point of view, namna unavyotazama maisha, mitazamo yako. Na asilimia kubwa ya watu wanafuatisha hii dunia, na hii dunia imeprogramiwa kukufanya slave. Imeprogramiwa kukufanya ukae kwenye cycle ambazo ni zina kuhinda usikue, usije ukainuka. Maana ukiinuka ndo kama kumpokea Kristo, unainuliwa juu. Iko hivyo. Kwenye maandiko imeandikwa kuna watakao tangulia kwenda kumlaki Bwana mawinguni. Yale maandiko ukiyatazama kwa macho ya nyama, au kwa jinsi tunavyofundishwa kanisani tu, au kwa jinsi yanavyofafanuliwa kwa juu, inaonekana ni watu baadhi wataenda juu na mabawa wataenda juu, watampata Bwana Yesu, watamlaki.
Lakini kilichopo ni nini? Mimi huwa naamini Kristo ni amekwisha kuturudia, na kila siku anamrudia kila ambaye anakubali amrudie. Yani tuko naye, ni anaishi. Ili umpokee, inabidi upokee, uwe tayari kupokea mabadiliko. Uwe tayari kuachilia watu, uwe tayari kuachilia places, uwe tayari kuachilia limited certain way of beliefs. Iko hivyo. Na kwenda kumlaki mawinguni inamaanisha, mimi naamini fahamu zetu zina uwezo wa kutravel, zina uwezo wa kuascend. Yani fahamu yako ina uwezo wa kuwa ulipo, ina uwezo wa kuwa ulikotoka, ina uwezo wa kuwa unakokwenda future. Yani wewe kwenye akili yako ukikaa hivyo ukatafakari, una uwezo wa kutokuwa hapo ulipokaa sasa hivi, ukawa miaka 10 iliyopita. Na hapo hapo ulipo sasa hivi, fahamu zako zinaweza zikatoka, zikaanza kupata imagination ya future yako. Iko hivyo. Kwa sababu gani? Mindset yako ina uwezo wa kutravel. Mimi huwa natembea nikiamini kama ndani yangu kuna sauti naisikia, na nikifumba hata macho kuna vitu naviona, na naamini hata mtu yoyote ambaye, yani ukifumba macho kuna unavyoviona kwenye imagination yako. Inamaanisha hivyo hivyo, kama kuna macho ndani yako kuna masikio pia, maana kuna sauti wewe unazisikia wewe mwenyewe ndani yako. Kwa hiyo kuna masikio ndani yako. Kama kuna masikio ndani yako inamaanisha kuna mwili mwingine wa kiroho ndani yako, kuna miguu, kunaweza kukawa na mbawa pia za kuruka kwenda juu. Kwa hiyo kuna namna nafsi yako ina uwezo wa kwenda kumraki Bwana mawinguni. Iko hivyo. Na kuna watu ambao wanaelewa hilo, tayari wameshamraki Bwana mawinguni, wanaishi wakiwa out of limited beliefs. Iko hivyo. Maana ukiishi out of limited beliefs, hapo ndio mwanzo wa uhuru. Iko hivyo. Ukiishi nje ya mipaka uliyowekewa kwenye kuamini kwako, ukiishi kwenye nje ya mipaka uliyowekewa kwenye kutafakari kwako. Iko hivyo. Na haya yote yanakuja kwa wewe kuwa tayari kubadilika kulingana na timeline ambayo inakurequire kuwa kwenye hiyo timeline. Naposema hivyo namaanisha kwamba ni unapoomba maisha fulani, labda tuseme unaomba mafanikio, unatakiwa uwe tayari kubadilika kuendana na ambaye anatakiwa kuwa na hayo mafanikio. Iko hivyo. Huwezi kuomba mafanikio umelala, pesa ziji kwa maombi, unatakiwa ufanye kazi. Msanii mmoja aliimba hivyo, pesa ziji kwa maombi pekee, fanya kazi. Iko hivyo. Kwa hiyo unatakiwa uinuke, uanze kwenda kwenye njia ambayo inaelekea kwenye mafanikio. Kwa unatakiwa uwe tayari kuanza kutembea hiyo njia, na hiyo njia ndio hatua moja inatengeneza hatua nyingine, na kila hatua baada ya viwango fulani kuna mabadiliko fulani, na mabadiliko fulani yanakuja na changes, na changes huwa zinakuja always na challenges, na challenges sometimes zinakuwaga ni pain. Yani zinakuwaga ni very painful. Yani mimi mabadiliko mengi niliyowahi kuyapitia ilikuwa yanakuja na maumivu makubwa sometimes. Hamna kitu kinaumiza pengine kuachilia wazazi, kuachilia ndugu. Hamna kitu kinaumiza kama kuachilia your comfort zone. Comfort zone ni ile cycle ya watu ambao wanakufanya ujihisi uko salama, ili uiendee njia yako, au uliendee kusudi lako, au uliendee kusudi la Mungu alilokuwekea kwenye haya maisha. Na ili niwe hapa nilipo ilibidi ni achilie kweli hivyo vyote, ili nikutane na haya ambayo nimekutana nayo, au niwe na haya ambayo ninayo sasa hivi. Imenipasa pengine nipite hiyo njia ambayo niliipita kufika hapa nilipo, na ili niende ambako na wish kuwa, imenipasa pengine kuendelea kuwa tayari kuachilia vitu, kuachilia mambo, kuachilia ways of thinking. Niwe tayari kukua. Na yeyote yule anataka kukua, anataka kuona mabadiliko, anataka kuona chochote kwenye maisha yake, anatakiwa kuwa tayari kwa ajili ya hilo. Maana imeandikwa hivyo. Imeandikwa
kwamba kusoma kwenye Mathayo 10 mstari wa 37 kuna maneno yanasema, ampendaye baba au mama kuliko mimi anistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi anistahili. Mstari wa 38 unasema, wala mtu asiyechukua msalaba wake akanifuata anistahili. Iko hivyo. Unaona kabisa kwamba kuna kuachilia hata baba na mama. Mungu hafundishi kuwachukia baba na mama. Lakini kilichojificha ndani ya haya maandiko ni kwamba unapomfuata Kristo au unapotaka maana kumfuata Kristo si kwenda kila Jumapili kanisani. Simaanishi naenda kila Jumapili kanisani ni mtu mbaya, hapana. Nimekuwa ndani ya malizi ya kwenda kila Jumapili kanisani na si kitu kibaya. Lakini kumfuata Kristo hakuna mipaka. Maana mimi naamini Kristo ni zaidi ambavyo tunaambiwa, ni zaidi ambavyo tunaonyeshwa. Iko hivyo. Maana Kristo ni ufahamu wa mwana, ni kufahamu kwamba wewe ni mwana, ni kufahamu you are one with the source, ni kufahamu kwamba una umoja na chanzo cha yote, una umoja na nuru, ni kufahamu una authority, una uwezo wa kuamuru chochote, ni kufahamu una power, ni kufahamu una nguvu ya kufanya chochote. Iko hivyo. Na ili uelewe kwamba una power, una authority, una nguvu, inabidi utoke out of limited beliefs. Maana tunaaminishwa we are just biological body, tunaaminishwa sisi ni miili tu, lakini sisi ni zaidi ya miili. Tunafundishwa kwenye elimu ambayo tunafundishwa shuleni kwamba we are biological being, living things, which is true, kwamba sisi ni miili, kwamba tuna miili na ndio ambayo ina exist. Lakini mwanadamu alipo ana mwili ambao una milango 5 ya fahamu, unaoonja, unaonusa, unaogusa, unaotacha. Ana mwili ambao ndio umebeba hisia zake, mapenzi yake, wills zake, desire zake. Ana mwili ambao ndio umebeba direction yake ya maisha, kusudi lake la maisha, ambao ni nafsi yake. Kwa mwanadamu ndani yake pia ana utu mwingine. Na ndio maana natembea nikiamini ndani ya kila unayemuona kuna usiyemuona. Kwa hiyo ndani yetu kuna uwezo wa kuishi spirit, kuna uwezo wa kuishi roho yoyote. Na kumfuata Kristo ni kumaanisha Kristo anaishi ndani yako. Ni nafsi ambayo iko possessed ndani yako. Wewe ni chombo ambacho kinambeba. Na ndiye anayekusukuma kwenye kukua. Ndiye anayekusukuma kwenda kwenye viwango vingine. Ndiye anayekutoa kwenye utumwa fulani. Maana usipokuwa, inamaanisha unakaa kwenye repeated cycles. Unakaa kwenye cycle ambazo zinajirudia na kujirudia na kujirudia. Usipokubali kukua, inamaanisha utakujaga kuona mabadiliko kwenye maisha yako. Iko hivyo. Iko hivyo. Na ndio maana unaona imeandikwa kwamba ampendaye baba au mama. Hii kwa maneno ya kawaida inaonekana ni baba na mama, lakini kwa maana iliyoko kiroho inamaanisha ni wa comfort zone. Hawa ndio watu ambao wanaokufanya ujihisi uko salama, wa kwanza kabisa. Kwa hiyo ukiwashikilia sana hao, wewe haunistahili. Imeandikwa hivyo kwenye Mathayo sura ya 10 mstari wa 37 na mstari wa 38, kwamba mtu asiyechukua msalaba wake. Msalaba ndio challenges, welcome challenges, kukaribisha maumivu. Maana maumivu huwezi kuyakimbia. Kama una exist kwenye haya maisha, maumivu ni kitu ambacho kinakuonyesha kwamba uko unaishi. Ninategemeana unayapokeaje. Ni sehemu ya maisha. Pain is a price you pay. Chochote kile, hata ukuaji, mabadiliko, hata yoyote yule aliyefanikiwa kiuchumi,
katika namna ambayo ni sahihi. Alipay price of pain. Hata Yeshua mwenyewe, Mungu ambaye nasema ni Mungu wa mbingu na nchi, mwenye mamlaka juu mbinguni na duniani, hakuyapokea hayo mamlaka kwa kucheka cheka. Alipokea kwa maumivu. Go through pain. Kwa hiyo pain ni price. Alituonyesha kabisa pain ni price you pay. Iko hivyo. Na mabadiliko yanakuja na maumivu kama nilivyotangulia kusema. Ila hayo maumivu unatakiwa kuyatransmute. Maana nimetangulia kusema ukiwa na Kristo umepewa authority, una nguvu ya kuamuru chochote. Kwa maumivu yanapokuja mbele yako, yaamuru hayo maumivu kuwako ni wa favor. Yageuze hayo maumivu yako kuwa nguvu yako. Yageuze hayo maumivu unayopitia kuwa booster ya kukuboost wewe kuendelea kusonga mbele. Iko hivyo. Yaani maumivu ni kitu ambao huwezi kuyakwepa. Huwezi kukwepa pain. Lakini unaweza kutransmute it. Unaweza kuchoose unareact vipi kwenye hiyo pain. Kama nilivyotangulia kusema, unapokuwa kwenye safari, maana maisha ni safari. Huwezi kuchagua ukutane na nini na nini na nini safarini. Lakini unaweza kuchagua ureact vipi kwenye kile unachokutana nacho safarini. Iko hivyo. Na mimi huwa natembea nikijiambia pia kinachokuja kwa urahisi, yani kinachokuja bila maumivu, yani kwa mfano ukuaji ukija bila maumivu, ukija kirahisi, huo ukuaji pengine hautaweza kuuendo. Ukuaji wa namna yoyote, ukuaji wa kwenye kiuchumi, ukuaji kiakili, ukuaji spiritually, ukuaji hata kwenye maisha halisi, ukija kirahisi au ungekuwa unakuja kirahisi, inamaanisha huwa hauji kudumu. Lakini ukija kwa ugumu, hata kuondoka kwake kunaondoka kwa ugumu. Yani kitu kinachokuja kwa maumivu au kinachokuja kwa taabu kinakaa sana. Uje uangalie kitu ulichokitaabikia sana, huwa kinakaa, huwa kinadumu. Angalia vile vitu ambavyo vimepata hizi kwanza, unakuwa yani appreciate kwanza. Kwa hiyo vinaondoka easy, maana you don't appreciate. Iko hivyo. Naamini message ambayo nilitakiwa kuideliver nimeideliver. Kwa ambaye umepata cha kujifunza, chukua. Kwa ambaye unaona uelewi, ni kweli haya hayaeleweki kwa kila mtu, niachie mimi nitakuja kuelewa, na yule ambaye ana resonate ataelewa. Na without saying many things, in the name of Yeshua, I share over.